ikaendelea. Kwa kusema hayo, nimkaribishe Mheshimiwa Mwenyekiti ili aweze kutufungulia mkutano huu na kisha tuendelee na utaratibu uliopangwa. Karibu Mwenyekiti. Asante. Labda kabla ya kufungua nimwombe mchungaji, unapata na mchungaji Ndama ili aweze kuomba. Karibu. Nafikiri kama una nguvu unaweza kusimama, kasoro wale ambao hawana nguvu. Mungu wetu, Baba yetu mwema, tunakushukuru sana kwa upendo wako wa ajabu. Umeweka mamlaka za serikali ambazo zinatuongoza. Nawe neno lako linasema tutii mamlaka, hata ile ya serikali imewekwa na Mungu. Hivyo tunaiweka mamlaka hii mbele zako, kwa kuwa inasimama na kutoa majukumu kwa ajili ya wananchi wake. Tunaomba Mungu wetu wa mbinguni ukabariki kikao hiki, kikao cha amani na upendo, na uweza wa Roho wako Mtakatifu ukashuke mahali hapa. Tunamkabidhi kila mmoja wetu mikononi mwako. Kwa damu ya Yesu aliye hai tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo, mwana kondoo. Basi niombe kama tulivyoelekezwa, ni vizuri wale ambao tuko nyuma tungesogea mbele, ingependeza zaidi, ili wale ambao wamechelewa wasitusumbue, wao watakaa nyuma yetu. Na kipekee nipende kumshukuru Mungu kwa siku hii njema ya leo ambayo ametukusanya hapa kwa ajili ya mkutano wa hadhara, mkutano wa kijiji, mkutano wa kisheria. Na niseme tu kwamba maendeleo yanaletwa na sisi wote. Na sasa ili yaletwe na sisi wote, ni vizuri tukutane kama hivi, tujadiliane, tuzungumze, tushauriane, tuhojiane, tukubaliane kwamba tutembee tukiimba wimbo gani, kwa tuni ipi, kwa lugha ipi. Kwa hiyo mkutano ndio fursa na ndio mahali pazuri pa kusemea, sio pembeni. Sasa mara nyingi wengi ambao hawahudhurii mikutano ni wale wanaojua kusema. Lakini ashukuriwe Mungu tu kwamba yawezekana ni mapenzi ya Mungu pia tuwe hivi tulivyo. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo mimi niwaombe sasa katika mkutano huu ambao tuna kwenda tutasikiliza agenda zilizopo, niombe tuwe wachangiaji, tujenge hoja, tuwe mawazo yetu mazuri ya kujenga. Lengo letu ni kwa ajili ya kuleta maendeleo kwenye kijiji cha Bwigili. Na ninaendelea kurudia kusema, mimi kwenye uongozi wangu na serikali yangu hatutaweza kuleta maendeleo peke yetu, na hatuwezi. Isipokuwa maendeleo tutaleta tukishirikiana sote, kwa sababu tunayategemea mawazo yenu sana sana kuliko tunavyofikiria. Kwa hiyo mawazo yenu ni ya muhimu. Kwa hiyo ukiwa na wazo la kushauri, kuchangia mada au hoja, usisite. Ni vizuri ukasema, ili tusaidiane namna ya kuendesha gurudumu letu la maendeleo ya kijiji cha Bwigili. Kwa uongozi wangu mimi natamani hayo sana yafanyike. Uwe huru kabisa kwangu na kwa serikali yangu kutushauri. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini leo tutakuwa na ugeni mkubwa sana hapa Bwigili. Waziri mkuu atakuwepo Bwigili mida ya jioni hapo shule wasioona. Mungu akupe neema kama utaungana pamoja pale ili tushuhudie kile ambacho anakujia. Basi itakuwa furaha, na kiongozi wa kitaifa kama huyo anapokuja kwa kweli ni baraka pia. Kwa hiyo niombe tu tutakapomaliza mkutano huu, sisi kama viongozi tutakuwa tunajiandaa kuelekea hapo, lakini sisi wananchi basi ni vizuri tukafika pale ili tusikie kilichomleta. Bwana Yesu asifiwe. Basi baada ya kusema hayo, nitamke kuwa mkutano sasa umefunguliwa. Niwakaribishe, karibuni sana. Asante.
Tunashukuru sana mwenyekiti wetu kwa kutufungulia mkutano huu na moja kwa moja niende kwenye kusoma agenda zilizopo mezani kama ifuatavyo. Mkutano huu una agenda 15 ambapo agenda yetu ya kwanza ni kufungua mkutano. Agenda ya pili itakuwa ni kusoma agenda zote za mkutano na kuzithibitisha. Agenda ya tatu itakuwa ni utambulisho. Agenda ya 4 itakuwa ni taarifa ya fedha, mapato na matumizi kwa muda wa miezi mitatu, yaani mwezi wa 12 wa kwanza na mwezi wa pili. Agenda yetu ya 5 itakuwa ni taarifa ya hali ya ulinzi na usalama katika kijiji chetu cha Bugili. Agenda yetu ya 6 itakuwa ni taarifa ya huduma za kijamii na shughuli za kujitegemea. Agenda yetu ya 7 itakuwa ni taarifa ya afya. Agenda yetu ya 8 itakuwa ni taarifa ya elimu na zoezi la kukabidhi madawati. Agenda yetu ya 9 itakuwa ni taarifa ya umaliziaji wa ukumbi wetu wa kijiji. Agenda yetu ya 10 itakuwa ni taarifa ya kilimo na mifugo pamoja na taarifa ya skimu ya umwagiliaji. Agenda yetu ya 11 itakuwa ni taarifa ya gulio. Agenda yetu ya 12 itakuwa ni taarifa ya wadau walioomba maeneo kwa ajili ya biashara katika kijiji chetu hiki cha Bugili. Na agenda yetu ya 14 itakuwa ni taarifa fupi kuhusu masuala ya ardhi. Na agenda yetu ya 15 itakuwa ni mengineyo, na ya mwisho tutafunga, ambayo ni agenda ya mwisho itakuwa ni kufunga mkutano. Kwa kusoma agenda hizo, nimkaribishe mheshimiwa mwenyekiti ili aweze kututhibitishia agenda. Karibu mwenyekiti. Asante ndugu mtendaji. Nafikiri tumesikia agenda ambazo ziko mezani kwetu. Labda mimi niulize, tumezipokea agenda? Tunazipokea? Asante. Basi nimruhusu mtendaji ili aweze kuendelea. Karibu. Asante. Kwa minajili hiyo, tunaelekea moja kwa moja kwenye agenda yetu ya 3 ambayo ni agenda ya utambulisho. Nikianza mimi mwenyewe kwa sio nifahamu, langu jina ni Selemani Pylon Ngao, ni afisa mtendaji wa kijiji cha Bugili, lakini pia nimeambatana na wataalamu, yani wakuu wa idara kwa shule zetu za msingi ambazo zipo kwa maana ya Bugili Mission, Uguzi na Blind. Lakini kwa maelekezo ambayo amezungumza mheshimiwa mwenyekiti, kutokana na ugeni mzito unaokuja, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Blind anaandaa mazingira kwa ajili ya kumpokea mheshimiwa. Kwa kusema hayo, nianze kumkaribisha mwalimu mkuu wa shule ya msingi Bugili Mission aweze kuwasalimia. Karibu. Asante. Ukwenyi. Asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Wakubwa shikamoni. Ni imani yangu kwenye macho yenu si mgeni. Kwa wale wageni, naitwa Nasibu Hatibu, mkuu wa shule Bugili Mission. Karibuni kwenye mkutano na Mungu awabariki sana. Karibu mwalimu wa shule ya msingi Uguzi. Asante. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naitwa Abdalla Ali Shabani, mkuu wa shule Uguzi. Karibuni sana. Lakini pia kwenye mkutano huu tumepata fursa ya kuwa na afisa wetu wa maendeleo kwa ngazi ya kata, pia naye tumemwalika, yupo kwenye mkutano huu. Naomba awasalimie. Lakini pia tumeambatana na wataalamu kutoka ofisi ya mkurugenzi kitengo cha usaidizi wa kisheria. Naomba kiongozi simame alitambulisha grupu. Mihanyenyi au ni Mbukweni? Hivyo hivyo. Bukwa. Asante sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana. Buigiri hoye. Hoye tena. Asante. Mbele yenu ni dawati la msaada wa kisheria, ni maafisa maendeleo ya jamii, lakini ni kitengo cha msaada wa kisheria. Naomba tujitambulishe kama tulivyoambiwa, afu mazuri zaidi atafuata baadaye. Naitwa Mzukulu wa Mazengo. Nadhani wengi mnanifahamu. Karibu mwingine. Mzukulu wa Mazengo ndo maarufu, ila jina langu Amina. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naitwa Elizabeth Lengeju. Asante. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa majina naitwa Neema Hama, dawati la msaada wa kisheria. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naitwa Gloria Moses, msaada wa kisheria.
Asanteni. Asante wataalamu kutoka ofisi ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Chamwino, lakini pia hapa mbele yenu tumeambatana na wajumbe wote wa serikali ya kijiji pamoja na wenye viti wa vitongoji vyote 11 vilivyopo katika kijiji chetu cha Bugili. Naomba wote kwa pamoja wasimame wapungie mikono. Sambamba na hilo tumeambatana pia na viongozi wa Chama cha Mapinduzi, aidha na viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Naomba nianze na viongozi wa Chama cha Mapinduzi. Alikuwa naomba awatambulishe wageni wake ambao wamekuja nao. Karibu. Bugili oye. Mimi kwa jina naitwa Zakaria Chiute, ndio mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi tawi la Bugili. Awali ya yote nimeambatana nao wajumbe wangu wa CCM kata. Mahali popote walipo, naomba wasimame wajitambulishe. Taanza na Jeni. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa majina Jeni Hamisi Pangasewa, mwenyekiti wa UWT kata ya Bugili. Asante sana. Ninaye katibu wangu wa kata, naye yupo hapo, naomba ajitambulishe. Bugili oye. Kabla sijajitambulisha, nami nina kijana wangu katibu wa UVCCM. Karibu ujitambulishe. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Flavian Fames Limo, katibu wa vijana kata ya Bugili. Kwa majina naitwa Saidi Mbiaji Likuda, katibu wa Chama cha Mapinduzi kata hii ya Bugili, ila leo ni mpiga picha. Asante. Asante, tunashukuru viongozi wa chama, lakini pia tumeambatana na kiongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Naomba awasalimie. Bwana Yesu asifiwe. Jackson Adamdani ni katibu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Lakini pia tumeambatana na viongozi wa kidini. Naomba asimame pia awasalimie. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu naitwa mchungaji Jackson Ndama, mchungaji wa kanisa la Tanzania Assemblies of God na mwangalizi wa makanisa ya TAG yaliyoko wilaya ya Chamwino. Sambamba na hilo, kwenye kijiji chetu cha Bugili tuna mtaalamu ambaye ni afisa ugani. Naomba pia awasalimie. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa majina naitwa Samu Rashidi, ni afisa kilimo wa kijiji. Asante. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya utambulisho huo, kwa niaba ya wageni ambao wapo hapa, waliopo mbele yetu hapa ni wananchi ambao ni wakazi wa kijiji cha Bugili kwa maana ya vitongoji vyote 11. Kwa kusema hayo, niende kwenye agenda yetu namba 4 ambayo inahusu taarifa ya fedha, mapato na matumizi kwa muda wa miezi minne, yani miezi mitatu, yani mwezi wa 12, mwezi wa kwanza pamoja na mwezi wa pili. Ifuatayo ni taarifa ya fedha, uchumi na mipango ya mwezi wa 12. Tarehe 1 mwezi wa 12 tulianza na salio azia kiasi cha shilingi 55,700, ambapo mapato katikati ya mwezi wa 12 tulikuwa tuna mapato yatokanayo na 10% ya mauziano ya viwanja pamoja na mashamba kiasi cha shilingi milioni 1,70,000. Aidha, tulikuwa tuna mapato yatokanayo na fomu za mikopo kiasi cha shilingi 21,000 kwa muda wa mwezi wa 12, na kupelekea jumla kuu ya mapato kwa mwezi wa 12 kuwa ni kiasi cha shilingi milioni 1,146,700. Mchanganuo wa matumizi ni kama ufuatavyo.
Tarehe 2 mwezi wa 12 tulifanya ununuzi wa office file kwa maana ya mafaili ya ofisini kiasi cha shilingi 15,000. Aidha, tarehe 3 mwezi wa 12 tulitumia kiasi cha shilingi 71,000 kama fedha kwa ajili ya kikao cha wajumbe wa halmashauri ya kijiji kwa maana ya chakula pamoja na maji. Aidha, tarehe 5 mwezi wa 12 mwaka 2024 tulitumia kiasi cha shilingi 104,000 kwa ajili ya ukarabati wa ofisi, ambapo fundi alilipwa kiasi cha shilingi 70,000, lakini pia tulinunua mfuko mmoja wa simenti kiasi cha shilingi 20,000, lakini pia tulinunua mbao mbili za 3,300 kwa shilingi 6,000, lakini pia tulinunua fiber tape moja ya shilingi 5,000 na misumari shilingi 3,000 na kupelekea jumla kuu ya fedha iliyotumika kwa ajili ya ukarabati wa ofisi kiasi cha shilingi 104,000. Aidha, tarehe 20 mwezi wa 12 tulitumia fedha kiasi cha shilingi 30,000 kwa ajili ya kikao cha kamati ya fedha, uchumi na mipango kama posho. Aidha, tarehe 21 mwezi wa 12 tulitumia kiasi cha shilingi 12,000 kama nauli au gharama za usafiri kwa ajili ya kukagua miundombinu chakavu kwa shule ya msingi Uguzi kwa maana ya dawati zilizochakaa ili kijiji kiweze kuzikarabati. Aidha, tarehe 27 mwezi wa 12 tulitumia kiasi cha shilingi 74,000 kama pesa kwa ajili ya chakula cha kikao cha serikali ya kijiji. Tarehe 28 mwezi wa pili tulitumia kiasi cha shilingi 10,000 kama pesa kwa ajili ya mawasiliano. Tarehe 29 mwezi wa 12 tulitumia kiasi cha shilingi 130,000 kama pesa kwa ajili ya maandalizi ya mkutano mkuu wa kikanuni wa kijiji ambao ulifanyika tarehe 30 mwezi wa 12, ambapo tulikodi viti 150 kwa kiasi cha shilingi 75,000, lakini pia tulifanya PA kwa maana ya matangazo kiasi cha shilingi 25,000, lakini pia tulikodi mziki kwa gharama za shilingi 30,000 na kupelekea jumla kuu ya matumizi kwa tarehe 29 kuwa ni kiasi cha shilingi 100,030. Aidha, tarehe 30 mwezi wa 12 tulitumia gharama za stationari kiasi cha shilingi 17,500, lakini pia serikali ya kijiji ilifanya malipo kwa wahudumu wetu ambao wanafanya kazi katika ofisi ya kijiji kama ifuatavyo. Mhudumu wa usafi alilipwa posho yake ya mwezi wa 12 kiasi cha shilingi 35,000. Aidha, tulimlipa posho ya mlizi kiasi cha shilingi 35,000 kama posho ya mlizi ya mwezi wa 12. Aidha, tulilipa posho ya mpandisha bendera kiasi cha shilingi 20,000, lakini pia tulilipa posho ya madaraka ya mheshimiwa mwenyekiti ya mwezi wa 12 kiasi cha shilingi 50,000 na kupelekea jumla kuu ya matumizi kwa mwezi wa 12 kuwa ni 603,500, ambapo mapato tulikuwa tuna 1,100,146,700 na salioishia kwa mwezi wa 12 ikawa ni kiasi cha shilingi 5,43,200. Ifuatayo pia ni taarifa ya fedha, mapato na matumizi kwa mwezi wa kwanza. Mwezi wa kwanza tulianza na kiasi cha shilingi 5,43,200 ambapo ilikuwa ni salioishia la mwezi wa 12. Kwa hiyo tukaama nalo tukaingia nalo mwezi wa kwanza, ambapo mapato yalikuwa ya mfumo ufuatao. Tulikuwa tuna 10% ya mauziano ya kiwanja, lakini pia tulikuwa tuna mapato yatokanayo na fomu za mikopo. 10% ya mauziano ya viwanja pamoja na mashamba kwa mwezi wa kwanza tulikusanya kiasi cha shilingi 1,100,169,500. Aidha, mapato yatokanayo na fomu za mikopo tulikusanya kiasi cha shilingi 19,000 na kupelekea jumla kuu ya mapato kwa mwezi wa 12 kuwa ni shilingi 1,731,700. Mchanganuo wa matumizi ni kama ifuatavyo. Tulifanya ununuzi wa limpepa bunda moja kwa ajili ya matumizi ya ofisi kiasi cha shilingi 15,000. Aidha, tulilipa bili ya maji kwa muda wa miezi mitatu kwa maana ya mwezi wa 10, 11 na 12 kiasi cha shilingi 44,000. Aidha, tulitumia fedha kwa ajili ya kukarabati madawati chakavu shule ya msingi Uguzi, tulitoa kiasi cha shilingi 100,000. Lakini pia tulifanya ununuzi wa umeme kwa ajili ya ukumbi wa kijiji kiasi cha shilingi 20,000. Lakini pia kwa mwezi huu tulikuwa tuna gharama za stationari kiasi cha shilingi 15,500.
lakini pia kulikuwa kuna shilingi 10,015 ambayo fedha ilitumika kama mawasiliano. Aidha, kulikuwa kuna gharama za usafiri pamoja na chakula kwa wajumbe wa serikali ya kijiji kwenda kwenye mafunzo yaliyofanyika katika ukumbi wa kijiji cha Chamwino. Tulitumia kiasi cha shilingi 65,000, chakula, usafiri 50,000, jumla ikapelekea ya matumizi kuwa ni shilingi 1,115,000. Lakini pia kulikuwa kuna gharama za ununuzi wa kufuli moja kwa ajili ya ofisi ya kijiji. Kuna kufuli letu liliharibika, tulinunua kwa shilingi 7,000. Lakini pia kulikuwa kuna fedha kwa ajili ya msimamizi wa fundi kwa siku 2. Kipindi tunatengeneza madawati, kuna wasimamizi ambao ni mjumbe tulimteua kwa ajili ya kuwa na wasimamia mafundi, tulimlipa kwa siku 10,000, jumla 20,000. Lakini pia mwezi huu wa kwanza tulifanya malipo kwa wahudumu mbalimbali waliopo kwenye ofisi yetu ya kijiji, ambapo tarehe 31 mwezi wa kwanza tulilipa posho ya mlizi wa ofisi ya kijiji kiasi cha shilingi 35,000, lakini pia tulilipa posho ya mhudumu usafi kiasi cha shilingi 25,000, lakini pia posho ya mpandisha bendera kiasi cha shilingi 20,000. Aidha, tulilipa posho ya mwenyekiti wa kijiji ya mwezi wa kwanza, posho ya madaraka kiasi cha shilingi 50,000, na kupelekea jumla kuu ya matumizi kwa mwezi wa kwanza kuwa ni 491,500, ambapo mapato yalikuwa ni 1,731,700. Kwa hiyo salioishia la mwezi wa kwanza ambao tutaama nalo kwenda mwezi wa pili ikawa ni 1,202,040,200. Ifuatayo pia ni taarifa ya fedha, mapato na matumizi kwa mwezi wa pili, kwa maana ya mwezi uliopita. Tulianza na salio azia kiasi cha shilingi 1,202,040,200, ambapo mapato katikati ya mwezi tulikuwa tuna mapato ya aina 4. Kulikuwa kuna 10% ya mauziano ya viwanja na shamba, lakini pia kulikuwa kuna fomu za mikopo, lakini pia kuna chanzo cha mapato ambacho kiliongezeka. Nadhani wote mnaona kuna viti ambavyo tunavikalia hapa, ni viti ambavyo vilinunuliwa kutumia fedha ya kijiji. Kwa hiyo tulifanya ukodishwaji kwa mwezi wa pili, tulikodisha viti kwa kiasi cha shilingi 30,000, lakini pia kuna fedha ambayo ilitolewa kwenye akaunti ya kijiji kiasi cha shilingi 2,205,000. Tutatoa ufafanuzi wake, na kupelekea jumla kuu ya mapato kwa mwezi wa pili kuwa ni shilingi 4,101,086,200, ambapo mchanganuo wa matumizi yake ni kama ufuatavyo. Tulinunua limpepa moja kwa ajili ya matumizi ya ofisi kiasi cha shilingi 15,000, lakini pia tulifanya ununuzi wa sanda moja ya kijiji jozi moja kiasi cha shilingi 80,000 pamoja na gharama za usafiri. Lakini pia tulifanya manunuzi ya umeme wa ukumbi wa kijiji kiasi cha shilingi 25,000. Kulikuwa kuna gharama za stationari 25,500, lakini pia tulikuwa tuna gharama za mawasiliano kiasi cha shilingi 15,000, lakini pia tulitoa mchango wa mwenge wa uhuru. Mwaka huu mwezi wa 4 tunatarajia kupokea mwenge wa uhuru, kwa hiyo kila kijiji tuliagizwa tutoe mchango wa shilingi 100,000. Tulitoa mchango huo tarehe 21 mwezi wa pili wa mwenge wa uhuru, na tukailipa hiyo fedha kwenye akaunti ya wilaya. Lakini pia tulifanya ununuzi wa maji kwa ajili ya kikao cha serikali ya kijiji, kikao cha dharura ambacho kilifanyika tarehe 24 mwezi wa pili. Tulitumia kiasi cha shilingi 19,000. Lakini pia tulifanya ununuzi, tulilipa bili ya maji ya mwezi wa pili kiasi cha shilingi 14,339.50. Lakini pia tarehe 25 na tarehe 24 pia mwezi wa pili tulitoa pesa kwa ajili ya wajumbe ambao wanasimamia mafundi ambao walikuwa wanaendelea na zoezi la umaliziaji wa ukumbi kwa siku 3, kila siku shilingi 10,000, jumla 30,000. Aidha, tarehe 27 mwezi wa pili tulitoa nauli kwa ajili ya wajumbe wa kamati ya huduma za kijamii na shughuli za kujitegemea kwa ajili ya kwenda kutambua mipaka ya maeneo yetu ya makaburi, kitongoji cha Ng'ombe pamoja na kitongoji cha Nunduru. Tulitumia kiasi cha shilingi 30,000. Lakini pia mwezi huo huo wa pili tulifanya malipo ya wahudumu kwa ngazi ya kijiji ambao wameajiriwa na serikali ya kijiji, ambapo tulilipa mlizi, posho ya mlizi ya mwezi wa pili kiasi cha shilingi 35,000. Lakini pia tulilipa posho ya mhudumu usafi kiasi cha shilingi 35,000.
lakini pia tulilipa posho ya mwenyekiti wa kijiji, yaani posho ya madaraka shilingi 50,000, lakini pia tulitumia gharama kwa ajili ya uandishi wa viti vyetu kiasi cha shilingi 250,000, viti 250, kila kiti ni shilingi 1,000, ambapo jumla kuu ya matumizi kwa mwezi wa pili ilikuwa ni shilingi 828,839.5, ambapo mapato yalikuwa ni milioni 4,101,086,200 na kupelekea salio ishia la mwezi wa pili kuwa ni shilingi milioni 3,03,57,360.5. Hilo ndilo salio ishia la mwezi wa pili ambalo tutaama nalo kwenda mwezi wa tatu. Asante. Asante mtendaji kwa taarifa ya fedha. Nafikiri tumesikia taarifa ya fedha. Labda mimi niulize, tumeipokea taarifa au kuna mtu ana hoja mahali hajaelewa? Kuna mahali amechanganywa hajaelewa? Inawezekana mtendaji amesoma amemchanganya hajamuelewa vizuri. Nataka mambo haya yawe wazi sana. Mambo ya fedha sipendi yawe yanakona, nataka yanyoke vizuri. Tukitoka hapo tutoke tunaimba wimbo mmoja. Karibu kama mtu ana hoja, kuna mahali kuelewa. Karibu mzee Suru. Asante. Sio kwamba sijaelewa, isipokuwa ningependa kuuliza tu kwamba tumesikia kwamba kuna malipo ya mlinzi na malipo ya mpandisha bendera. Sasa je, mimi ninavyofahamu kwamba mlinzi lazima awe kwanza, kwa sababu ofisi yetu ina vitu vikubwa sana huko ndani. Lazima awe ni mtu amepitia mgambo, na hao waliopitia mgambo wanaweza wakafanya kazi ya kupandisha bendera badala ya kuwa na watu wawili ambao wanahitaji kulipwa tofauti tofauti. Sasa mimi nilikuwa nauliza tu, hao ni watu wawili tofauti au ni huyo huyo? Asante. Ndugu mwananchi, nipende kushukuru kwa swali na ningependa nijibu kama ifuatavyo. Ni kweli au walikuwa ni watu wawili tofauti, yani tuna mlinzi lakini pia tuna mtu ambaye tulimwajiri kwa ajili ya kupandisha bendera. Na sababu mojawapo iliyopelekea tufanye hicho kitu ni kwamba huyu mlinzi ambaye yupo hapa anafanya kazi ya ulinzi kwenye ofisi ya kijiji, kwa namna moja au nyingine amekuwa ni mtu ambaye naweza nikasema ni mzembe. Yaani kazi yake ya bendera, yeye mwenyewe alikiri kuwa mimi siwezi kupandisha bendera kwa kuwa nina majukumu mengi tofauti tofauti. Labda muda wa usiku ndio nakuepo kwa ajili ya nini? Ya lindo. Lakini nikisema nipandishe bendera, nadhani wote tunafahamu bendera ina utaratibu wake. Inatakiwa ipande 12 kamili asubuhi, 12 kamili jioni iwe imeshashuka. Kwa hiyo sasa kutokana na uzembe aliokuwa anaufanya, mwanzoni alikuwa anafanya hiyo kazi, lakini unakuta sasa imefika saa 12:30 inaelekea mpaka saa 1 bendera bado ipo. Lakini pia asubuhi unakuta asubuhi ndio alikuwa anajitahidi sana sana, changamoto ikawa ni kwenye kushuka. Kwa hiyo tukaona kwa heshima ya kanuni za nchi zetu ni bora tumtafute mtu ambaye atakuwa yeye kazi yake ni kupandisha tu bendera, yaani ili kulinda ile heshima ya bendera yetu. Kwa hiyo tukawa tumemtafuta mtu kwa ajili ya kufanya tu hiyo kazi. Lakini pia hilo tulipokea kama changamoto, kwa maana ya tunakuwa tuna matumizi sehemu mbili ambapo ilipaswa tu tuna matumizi sehemu moja. Hilo jambo pia tulilizungumzia kwenye serikali ya kijiji, bado tunalitafutia ufumbuzi. Tutakapompata mtu ambaye ataweza kutumikia ulinzi lakini pia pamoja na kupandisha bendera kwa wakati, nadhani tutalishughulikia. Asante. Nishukuru sana kwa majibu mtendaji. Labda tu kwa nyongeza kwenye hilo, nitakupa mjumbe. Kwa nyongeza kwa hilo, aliyekuwa sasa anatusaidia kushusha hiyo bendera ni ndugu yetu, kijana wetu ambaye alipatwa na mauti, kijana wa Kamanjenzi. Sasa na maana ukiangalia hapo utaona hakuna bendera, sababu tumemkosa mtundika bendera. Lakini kama alivyosema mtendaji, tuko kwenye mchakato wa kuhakikisha tunapata mtu sahihi ambaye anaweza kuyafanya hayo majukumu. Asante. Karibu mzee Mtano. Swali langu sehemu kubwa umejibu. Nilitaka kusema kwamba kwa kuwa kumesoma matumizi kwamba yupo mtu analipwa kwa ajili ya bendera, mbona bendera haipo? Lakini ulishajibu tayari. Asante. Kuna mkono kule. Karibu. Karibu mjumbe.
Asante meza kwa kuniona. Mimi na maswali haya mawili. Mmesema mlikuwa mnapokea posho za malipo ya mashamba. Mwezi wa kwanza mliuza mashamba mangapi? Na huo mwezi wa kwanza au wa 12 au wa pili mlikuwa mnauza viwanja kiasi gani? Tunajua kwamba mliuza viwanja kadhaa shilingi kadhaa. Tulifanya nini mashamba kadhaa shilingi kadhaa? Hiyo. Asante, tumelipokea hilo, tulikuwa hatuna huo utaratibu, lakini tutaliwekea huo utaratibu. Asante sana. Karibu mzee Mtomo. Asante wapendwa, mimi na ulizo moja tu. Kama mnasema hela mmepata, mnasema matumizi, mnatumia zile mabaki yake hamwelezi. Mnatumia kiasi hizi, imebakia kiasi hizi, tuitumia kiasi hizi, imebakia kiasi hizi, na profesi yetu inayo pesa ziko hivi. Sasa bora hatuna hilo. Asante sana mzee wangu kwa swali zuri, nikupongeze, lakini nadhani wananchi wote tumesikia wakati tunasoma taarifa za mapato na matumizi. Kwanza tulikuwa tunaanza na mapato ambapo tunasoma kuwa kwa mwezi huo tumekusanya jumla ya kiasi gani. Kabla ya kwenda kwenye matumizi tunasoma mchanganuo wake, kuwa tarehe fulani mwezi fulani tulitumia kiasi fulani, tarehe fulani mwezi fulani tukatumia kiasi fulani, na mwisho tunasema jumla ya matumizi kwa mwezi huo ni kiasi fulani. Kwa hiyo tunachukua yale mapato ambayo tulikusanya tunatoa na matumizi, kile kinachobaki ndio nilikuwa nasoma pale kuwa salio ishia ambalo ndo tunaamanalo kwenda kwa mwezi ujao. Kwa hiyo nadhani mzee wangu hapo atakuwa kwa namna moja au nyingine amesikia vibaya, lakini salio ishia tulikuwa tunasoma. Kwa hiyo ile salio ishia maana yake ndio pesa iliyobaki kwa mwezi huo. Kwa hiyo tukisoma matumizi tunasema salio ishia. Mfano kwa sasa hivi kwa huu mwezi wa pili tulianza na kiasi cha shilingi milioni salio aziani, tulianza nayo ilikuwa ni milioni 1,240,200, ambapo mapato katikati ya huo mwezi tulikuwa tuna fomu ya mikopo kiasi cha shilingi 11,000, lakini pia tulikuwa tuna mikataba ya mauziano 4,500, lakini pia tulikuwa tuna fedha kwa ajili ya kukodisha viti 30,000, lakini pia kuna fedha ambayo ilitolewa kwenye akaunti ya kijiji milioni 2,500, na kupelekea jumla kuu ya mapato kwa mwezi wa pili kuwa ni milioni 4,186,200. Tulivyofanya matumizi, jumla ya matumizi kwa mwezi wa pili ikawa ni milioni 828,839.50, lakini mapato tulikuwa tuna milioni 4,186,200. Kwa ukichukua milioni 4,186,200 ukitoa na 829,839.5 unapata salio ishia ambao ni milioni 3,57,360.50, ambapo hii ni fedha ambayo ipo kwa sasa hivi tutaama nayo. Kwa hiyo tunatarajia kwa mwezi wa tatu litakuwa ndo salio azia la mwezi wa tatu, kwamba mwezi wa tatu tutaanza na milioni 3,57,360.5. Tutajumlisha na mapato ya huo mwezi, tutatoa matumizi, tutaama nalo. Mzee Mtomo, umemwelewa msomaji? Wamtangaa wewe na milioni 3 na vichenji na milioni 3 na laki 3 na viguru 57 na 30 na asante. Mimi napenda wazee kama hawa wanaohoji wajue. Nafurahi sana. Tunahitaji kuwa na mwamko kwenye swala la fedha, na swala la fedha ndo kila kitu. Haya mengine ni mwembe tu, kwa sababu kijiji, mipango mingine yote inakwenda kwa sababu ya fedha. Kwa mimi niwashukuru sana. Kuna mwingine ana hoja? Wapi? Hebu mpe huyo anayenyosha mkono spina. Mwisho kabisa. Karibu. Jamani, samahani wazee, shikamoni, ambao lika kwangu, habari za saa hizi. Mimi na swali. Jina lako? Mimi Masumbuko Mwaruko Mganyanje. Asante. Tokea Muga ya Nondolo. Si Muga, si mtaa. Ila wali swala ni ngomate. Haya. Hodi mwanajeshi na pesa yapi mile mpaka kwangu
na kuna njia wanosu saka pesa tono mwenea kusaka ya kutenga nyumba na mtekula hai. Asante. Basi hali mnota ule tukimaliza. Asante. Tukimaliza kikao nje ofisini hapo. Sawa eh? Mdonyanje. Tukimaliza kikao nje ofisini muone mtendaji akupe maelekezo. Asante. Kuna mwingine? Jamani, tunapita hapo. Tuendelee. Basi mimi niwashukuru sana kwa hoja. Basi nikaribisha mtendaji aendelee na agenda nyingine. Karibu. Asante. Agenda yetu namba 5 ni taarifa ya hali ya ulinzi na usalama kwenye kijiji chetu cha Bugili. Nimkaribishe Mheshimiwa Mwenyekiti ambaye pia ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama kwa ngazi ya kijiji ili aweze kutupa taarifa fupi ya hali ya ulinzi na usalama kwenye kijiji chetu. Asante. Taarifa ya ulinzi na usalama kwenye kijiji cha Bugili sio shwari sana. Ina mapungufu kwa maana ya udokozi wa hapa na pale upo unaendelea, na hasa vijana wetu ambao wako mitaani kule, na baadhi ya wengine tulishawakamata. Lakini tulipokaa kwenye kikao cha kamati ya ulinzi na usalama tulikubaliana ambacho sasa tunawaletea kama wananchi ili mkibariki kama mnakibariki, ili tutakapotoka hapa tuingie kwenye utekelezaji, au la mna mawazo mengine mtashauri ili turudi tena tukae tuone tunafanyaje. Tulichokubaliana kwenye kikao cha kamati ya ulinzi na usalama kwamba kulingana na matukio yanayoendelea ya udokozi wa hapa na pale, kuna watu wanakosa usingizi kwa sababu ya watu wachache tu, mali za watu zinaharibiwa kwa ajili ya watu wachache tu ambao wanakosa nidhamu, kwamba sasa ikiwapendeza wananchi kwa mawazo ya serikali hususani kamati ya ulinzi na usalama kwamba tuunde sungusungu ambazo zitatoka kila kitongoji, tupate watu au vijana ambao watakuwa tayari kuwa kwenye timu ya sungusungu, na tutaweka utaratibu. Tutaomba jeshi la polisi kuja kutoa mafunzo mafupi ya njia nzuri ya ukamataji na namna ambavyo tutashirikiana nao. Sasa sisi kwetu kamati ya ulinzi na usalama tulipolipitisha, tulipokaa kwenye serikali ya kijiji, walilibariki serikali ya kijiji, lakini tukaona ni vizuri kabla ya utekelezaji lirudi kwenu kwenye mkutano kwa wananchi, ili na ninyi mseme kama litawapendeza, kama mtaona ni jema, kama mna mawazo ya kuongeza, kama mna mawazo zaidi, basi mtushauri ili tuweze kuingia kwenye utekelezaji. Kwa hiyo kwa ufupi sana, kijiji chetu usalama upo, lakini si wa kutosha sana kwa maana ya hao wadokozi wadogo wadogo ambao wanasumbua majumbani, kwenye mazizi ya watu na maeneo mengine kwenye mashamba. Lakini kumbe tunaweza tukakubaliana tukawa na jambo la kufanya kwa ajili ya kujaribu kuzuia, hata kama sio kumaliza kabisa, tukapunguza. Sasa baada ya kusema hayo au baada ya kutoa taarifa hiyo, nitoe nafasi kwenu mkutano, tutoe mawazo yetu kama tutalibariki na sisi hilo ambalo tumeliwaza. Sawa, kama mtakuwa na mawazo mapya zaidi ya kuboresha pia tutayapokea. Asante. Karibu tupokee mawazo. Karibu mzee Mando. Ile maiki nyingine imepotea. Lumbwe tibitirira ana mwana nhabi no kota myaka zingi tono chali kota chilibahabaha chekila kisungusungu kila mtaa mmoja wapo nenene kwanza kisungusungu pakati kajenda mtukana zizi paka kukokwe pakati kafika na kukoko mafunzo wako taka mbalimbali kaza na mkuu wa chuo ako ya kirangiza, lakini ukula baisungusungu chicho chikabeneka chali kumbago nukuko polisi akachifundisha kama ni majimbi kila kindu nyama, lakini kisungusungu chicho chikakufa mpaka baki gomoleka jichinji chichane upya wa vijana. Wene kazi gani hapa wanasemea tu. Asante mzee Mando, hebu pigeni makofi.
walifunzwa huko wakanywa na pombe kabisa, lakini kikavunjika. Kwa hiyo kwa msingi wa manoo anaunga mkono. Asante, karibu. Asante ndugu mwenyekiti. Asalamu alaykum. Alaykum salaam. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru mwenyekiti. Mwenyekiti, swala hili la ulinzi na usalama kijiji chetu, mwenyekiti, nilikuwa na maoni. Sauti kidogo. Mwenyekiti, ukipiga mahesabu tumekuchagua kwa kura nyingi sana. Karibu watu ukipiga tathmini karibu 300 na, lakini nikiangalia mwenyekiti, kikao hiki tunakukosea. Na hii yote inatokana na nini? Ni kwa sababu mwenyekiti, kaa na serikali yako mjadiliane. Sisi ondoa kule kwenye vijiji. Mimi nimepitia uongozi mbalimbali sana. Mnaunda mtu asiyefika kwenye mkutano kuwa na faini ya kiasi gani? Swala hili la ulinzi na usalama tayari mtu akifika kwenye mkutano tayari anajua kijiji chetu lazimia 1, 2, 3. Lakini sasa hivi mwenyekiti, hapo ukiangalia maduka haya ndio ambaye wanauza vinywaji vya vilevi vijana wetu. Mpaka sasa hivi pale sijaona hata mtu ambaye wafanyabiashara wa hapo Bugiri. Nikiangalia hapo kwa haraka haraka hamna mtu aliyehudhuria. Kwa hiyo hii yote mwenyekiti, tunakushusha hadi ulionayo wewe. Kwa hiyo mimi mwenyekiti, nilikuwa napendelea kwanza, hata hivi mwanzo nilikuwa nataka nipendekeze kikao hiki tuwe na agenda, mtu asiyefika kwenye mkutano tuweke guarantee faini yake kiasi gani. Tayari pesa hiyo itatuingizia hata mapato kwenye kijiji chetu. Kwa hiyo mwenyekiti, mimi nilikuwa na maoni kama haya. Asalamu alaykum. Asante sana. Wananchi mnalipokea hilo? Asante. Barikiwe sana. Barikiwe sana. Kwa hiyo sasa ni moja ya agenda ambayo sasa tutakuja kumalizia kuisemea. Kama tunalibariki basi tutafanya makubaliano kwamba nini kifanyike mtu kama haji kwenye mkutano huu wa kisheria. Tuache wa dharura. Tunatumia gharama nyingi, tunasikia tunasoma, tunatumia gharama nyingi kwenye vitu wa vitongoji, tunatumia gharama kupitisha huko matangazo. Lakini mtu hafiki. Na nilisema mwanzo kwamba kwenye mikutano ndipo tunapofikiria namna kuyaendea maendeleo. Hatuwezi kufika kwenye maendeleo bila kukutana kama hivi, tukajadiliana, tukakosoana. Sisi sio malaika wa viongozi, tunakosea.